I don't think kama Dar es Salaam is quite saturated in terms of Airbnb, kwa sababu ukiangalia watu wengi wanaofanya Airbnb kwa Dar, unakuta watu kama vile wengi wanafanya offline, which hiyo sio Airbnb, hiyo ni service apartments. Ni nyumba tu, mtu anakuwa na nyumba yake, anaweza kumpangisha mtu yoyote. Lakini kama umepata data from Airbnb, na mfano hapo wanasema active listings, manake au active listings manake ni watu ambao ndani ya mwaka mmoja walipata biashara kupitia app ya Airbnb. So nimekuja kwenye Airbnb hapa, nataka niwaonyeshe kitu ambacho nadhani watu wengi sana hawakijui, japokuwa wale wanafunzi wangu wanakijua hichi kitu kwa sababu nawafundisha sana. Ukija kwenye Airbnb kama unafanya research, andika tarehe za mbele, and most likely kama kwa Tanzania andika tafuta low season huko mwezi wa 3. Kwa hiyo nimekuja 2026 mwezi wa 3 ni search. Hapa nitaacha tu wazi. Okay. Alafu nitakuja hapa juu. Kwa hiyo wanafunzi wangu wengi sana wanaonekana huko juu. Lakini pia Airbnb huwa ina tabia ya inakupa nyumba zako, inakuonyesha juu nyumba zako. But watu wengi ambao wanafanya vizuri wao wanaonekana huko juu. Sasa this is what mimi analysis yangu ya Airbnb, kwamba watu wanasema iko saturated, lakini watu hawafanyi kazi. Yani watu bado sana kwa Tanzania, yani Dar es Salaam, Zanzibar, yani ukiamua kuingia na fujo, ukiamua kufuatilia kila kitu Airbnb wanachokifanya, yani unaweza kufanikiwa sana. Mimi nataka nje hapa kwenye hii sehemu inaitwa guest favorites. Unaona hapa show 1000 plus places, okay? Nikisema I want to view guest favorites, wanakuja 84. Mimi kuna sehemu nao wanaonaga wanafikaga mpaka wanakuaga kama nani. Let me nani. Let me just do one thing. Andike flexible. Wanakuaga kama 200 na kitu. Kutoka 1000 nikija kwenye filters. Na hiki ndio ambacho wageni wetu wengi wanafanya. Wageni wanakuja tu hapa juu wana filter. Mimi nataka nikae kwa hapa sura 1000 plus places. Nataka nikae kwa mtu mwenye instant booking. Nataka nikae kwenye mtu mwenye self check-in. Wanaanza kupungua hapa chini. Wamefika 752. Nataka nikae kwa mtu mwenye wash machine. Wanaanza kupungua. Ina maana kuna watu wana amenities lakini hawajaziweka. Kwa hiyo maana yake hao watu ni they don't have enough amenities. Ina maana hao hawaleti competition yoyote sokoni. But siku hizi kuna kitu kinaitwa guest favorite. Guest favorite ni nini? Ni wale watu ambao wanafanya vizuri kwenye mtandao wa Airbnb. Manake sio superhost, hiyo ni tofauti na superhost. Hii ni tag ya kwenye nyumba. Manake guest favorite kuna mabawa ya gold na mabawa ya silver. Mabawa ya gold manake umepata wateja 7 plus ndani ya kipindi cha mwezi, na hiyo wanakuwa wana review kila baada ya wiki, wana review. Tofauti na superhost wana review kila miezi mitatu. Upate wageni 7 plus ndani ya miezi moja wakupe, au ndani ya miezi yani ndani ya muda mfupi, yani wapewa speciali sana. Wanasemaga ndani ya siku 30 mpaka 60. Airbnb wenyewe hata hawajui kuelezea hiyo kitu vizuri. Ni ma YouTuber wakubwa tu duniani ndio huwa wanaongelea, kama kina Shondra Kidzich, kina 10 times BNB, wale RoboBuilt sijui. So unaona hapa Dar es Salaam imetoka kutoka ngapi? Kutoka 1000 mpaka 222. Ndio watu ambao ni guest favorite. Kwa sababu kuna watu wao wanalaga kwenye guest favorite only, hawalagi sehemu nyingine. Nikisema narudi hapa, nasema nataka niende labda Zanzibar. Si tumesema ni nani? Tanzania ni ziko 3. Haya. Nakuja hapa na search. Mimi nikiwa nataka ni nani? Mbona zimekuja ngapi hapa? Zanzibar 288. Sawa. Vis-a-vis naenda Nairobi. Nataka sasa niwaonyeshe kwamba Tanzania bado, maana mimi wanafunzi wangu nao wafundishaga ndani ya miezi 3 wanakuwa super host. Wote kama ukifuatilia maagizo yangu 3 months unakuwa super host. Ila Nairobi kuwa super host, mimi kuna wanafunzi wawili sisi kuwafundisha. Mmoja Mgana, wengine watatu. Mmoja Mgana, mwingine Mkenya. Alisema alichukua miezi 9. Huyo Mgana alichukua 1 year kuwa super host. Na alikuwa na host in Nigeria. Ukija hapa unaona jinsi Nairobi hii tag ya guest favorite nikiitoa
wanakuwa wengi. Nikiweka wanakuwa wengi. Ina maana Nairobi competition ni kubwa sana. Watu wanafanya biashara online jamani, not hizi biashara za kupigiana simu. Watu wanakuja, yeye na mwanamke wangu unakuja naye, sijui naomba nije, sijui ndugu yangu ametokea sijui mkoa gani. Sitaki majina. Hizo sio biashara za Airbnb, hizo ni service department. Hizo ni lodge zilizochangamka tu ndugu zangu, ni 80, lakini kwa kuwa open zaidi. Guest favorite, biashara ya booking za mtandaoni tu ndio hii tunayozungumzia. Hakuna competition ya Airbnb Tanzania bado sana. Sisi yani hatujielewi 80. Natumia lugha kidogo kali. We are not even there yet. This is Nairobi guys. Nakuja hapa naenda Lagos. You guys. Competition Tanzania. Bado. Yaani sisi hata hatuijua BNB vizuri. Hii ni Lagos. Tena hapa wameshuka. We go to Accra. You guys. Yaani bado. We're not there yet. Mwana, this is Accra. This is Ghana. Guys, we're not there yet. Yani bado sisi hatujafika. Sijaenda hata Cape Town na Rabat, Morocco, which are also top places za Airbnb. Ukiangalia 10 cities ambazo zinafanya vizuri in Africa. Hata Zanzibar haipo. Hata Arusha haipo, ambayo vivutio top yani katika zile top 7 wonders of the world. We have Mount Kilimanjaro. Ipo kwetu na Ngorongoro. I think one of those two, all of those two, whatever. Lakini sisi katika hivyo top tuna kimoja kivutio kikubwa duniani tunacho sisi, lakini sisi hatufanyi vizuri kwenye BNB. Unaona tu Cape Town hiyo. Na mimi nishaika ile ya guest favorite, shaika hiyo filter. Unaona hapo? Na Alexandria huko sijui nakwambia. Egypt. Watu wanafanya vizuri guys, bado yani sisi unaona tu basi Alexandria hapo lol. Ndugu zangu ni nani wale mlikuwa Rabat, Morocco. Very popular destination. 631. So mbaya. Ukitoa hapo wanakuja karibia 1000 plus. Unaona? Nyinyi. Yani bado sisi Tanzania bado no competition. Hamna. Na hiki ndio kitu guest unakuja kufanya. Yani kuambia kitu yani guest anakuja hapa. Sawa, achana na hii guest favorite, hii achana nayo. Guest wenu wana tabia wanafanya hichi kitu. Anakuja hapa, mfano mimi binafsi nikiwa na book Airbnb. Naenda labda Zanzibar. Airbnb nye condition. Jamani. Sorry, mimi bado niko Rabat. Okay, we go to Zanzibar. Okay. Zanzibar anywhere really. Yeah. Okay. So nakuja hapa na clear hiyo kwanza. Nasema mimi binafsi nataka nibuke Airbnb. Yaani mimi tu mimi sina standard sana kama wazungu. Nataka air condition, nataka wifi. I might want a breakfast. Some people they usually say pool, but pool is not a big deal for me. But I might want breakfast. So navozidi kuchagua unaona zinapungua. I want a kitchen. I don't watch TV at all, but I want a place to work because I work online a lot. I want an iron, of course, ni pasi nguo zangu. Unaona, ichasema tu iron, watu wanaanza kupungua. Ichasema tu breakfast. Maana mimi wanafunzi wangu wote nao wafundisha, wanafunzi kwa 1000 na nishafundisha hii biashara. Kuna wengine watu matukutu, kuna wengine walisikiliza wakanifuata. Na biashara wanaipatia vibaya mno. Mimi wanafunzi wangu wote nawaambia weka breakfast. Breakfast inafungua moyo wa mtu. Breakfast inakufanya mtu unakuwa unaweza kuconsider kama jamani BNB mimi sipendi kulala kwa sababu asubuhi. And a lot of people think about this. In the morning mtu anasema sasa nitakunywa wapi chai? Ukimwekea mtu breakfast inamfungua moyo wake, anasema okay, I wanna book this place. Na unaweza ku breakfast uandike pale kwenye title. Labda Bella Lovely Home, breakfast city view, ni weka your top 3 things above they make you strong. Vieke pale. Mtu akisema kwa mfano ni mzungu allow pets, wanazidi kupungua. So guys, this is what your guests are doing to you and you don't know these things because hamtaki kusoma kwenye YouTube, hamtaki kufundishwa, mkiambiwa lipa 100,000, lipa 300,000, mpaka 600,000, hela nyingi. You lose a lot of money by not knowing these things.
So someone knows these things and they want to coach you, they want to teach you. Unakuwa mbishi. Unakuja kwangu mimi umeshaharibu vitu vingi. Watu wengi wanakuja kwangu washakosea sana. Wameshaharibu vitu vingi, washapata hasara kubwa. They come to me wana pressure. Ni kama unakuja mwanamke samani, kwa kama nitatumia mfano mbaya. Yaani kama mwanamke unaenda kuolewa na mtu una mimba tayari. Unakuwa na pressure nyingi. Unaona, yaani unakuja kwangu mimi unaniletea mimba. Na kati mtu mwingine maskini huko ndo alikutia mimba, unakuja kwangu mimi. Ala mimi ndo nilikutia labda, lakini sasa ukutaka kufollow through. Kwa sababu kuna wengine tunaongeaga hivi na wapaga ushauri wa bure, anauchukua ule kama ulivyo, aenda kupractice. Kumbe ule ushauri unatakiwa uwe, yani ule ni general ushauri, lakini nitakuwa nimpe ushauri ambao uko concrete na tailor made for them only. Sasa out of desperation, ukishakuja na mimba kwangu mimi, na mimi nakupa vigezo vigumu zaidi, kwa sababu you have to undo those bad things you did. Sasa undo vile vitu ambavyo alikufundisha mtu mwingine, au mimi nilikupa general concept ukaenda kuvibeba vile ukaenda kuviweka, undo is more costly. But alternatively, sio lazima unilipe. Unaweza ukanisikiza. Mimi na material nyingi sana Telegram, na material nyingi sana kwenye Telegram, ukiandika tu Hamia Hosting utatuona. YouTube nina content, nina content on Twitter, LinkedIn. Mimi niko kwa mitandao karibia 15. Ukinisikiliza nina content za almost 3 years, especially on Telegram, na content nyingi sana zipo kule. Ukinisikiliza vizuri, hautaingia kwenye matatizo mengi namna hiyo. You don't even need to pay me. Kuna watu ambao wananisikilizaga na wanazaga biashara na hawajai kupokea shida yoyote kwenye hizi biashara za Airbnb. Akipata mteja ana changamoto, anamchaji kwenye kadi, kwa sababu mgeni akilipa online una save trouble nyingi. Atakaye kuja kukuharibia kitu, unalalamika kwenye Airbnb, unapiga picha, unaposti, inakata kwenye kadi yake. Si amesha provide CVV, si amesha provide jina, si provide namba ya kadi, Airbnb wanayo. Airbnb wana ID yake. So unamkata, unasema huyu ameniharibia nyumba yangu, kaniibia hiki na hiki, unamkata kwenye kadi yake. Very simple, very clear. Achana na hivi vitu, sijui mara mtu ona kuja sijui kuangalia nyumba, mtu anakuja na kuangalia nyumba yako umesema mimi nyumba yangu 200,000 per day. Anakuthaminisha hiki nyumba chake chenyewe na shilingi 70,000. Maskini, hujui biashara ya Airbnb kupata mtandaoni wateja, unakubali tu 70,000, unaingia kwenye matatizo wateja 70,000, mtu nyumba yako 200,000, maana yake umeshaoka vitu vya gharama sana. Unaambiwa na mtu mimi na 100,000, unakubali kishingo upande. Maskini, kumbe hao ni low quality guests. Unajisubject kwenye mazingira ambayo yanakufanya unakuwa more vulnerable kuliko na ungemsikiliza mtu YouTube. Hata sio lazima iwe mimi, sikiliza watu hawa wakubwa kina Shondra Kids. Mimi kila siku naongeleaga watu, just go online, andika how to list on Airbnb, how to get Airbnb bookings, how to make sure kwamba napata bookings all the time, how to price my Airbnb. Utaelewa kila siku. Ukiwa na 10 minutes za kusikiliza kwenye YouTube, utaelewa vitu vingi sana. Mimi na sikiliza content tangu 2018 kwenye YouTube. Nimeanza kufanya Airbnb 2018, na experience ya muda mrefu, na nilikosea sana. Nimeanza kuielewa Airbnb 2022. Ndio nikasema nataka nielewe hii biashara ya mtandaoni inafanyaje kazi. Haiwezekani mimi sijui. Mimi am too intelligent kutokuelewa vitu. Mimi nimesoma masayansi magumu, ma PCM. Siwezi kushindwa kuelewa vitu vya hospitality. Hivi ni vitu vya kawaida kabisa kwangu mimi kuelewa. Siwezi kuelewa physics, chemistry, math na nifaulu, afu nije nishindwe kuelewa mambo ya hospitality, kumchekea tu mgeni, kumtabasamia, kumsetia, kumpigia tu picha nyumba nzuri, nimpostie, nimwekea fly acheke, akichukia mimi niwe calm, niseme okay don't worry madam, ni alimadi tu nipate dola yake. Mimi Mchaga siwezi kushindwa kwa kweli. And this is the reason why niliamua kuinvest in understanding Airbnb, the science behind it, what makes a guest book, to understand their psychology. Kitu gani kinafanya mgeni anafanya booking kwangu? Kwa nini book kwangu asibook kwa mwingine? Kwa nini book kwa mwingine, kwa nini asibook kwangu? Price inamuupset vipi au inamuexcite vipi? Instant booking ni nini? Self checking in ni nini? Nikiwa na kitchen nikitafuta gani na nisipokuwa na kitchen? Umeona lazima uelewe all these things. All these things you have to understand them. What is the meaning of smoking? Wazungu wanapenda sana kusmoke. Nikisema nyumba yangu si allow smoking, napunguza au naongeza wageni? Je, ni allow pets au nisi allow? Je, nikiallow niweke fee au nisiweke? Guest favorite ni nini? Looks ni nyumba ambazo sasa hivi Dar es Salaam this concept inakuja, yani hii winter ikija, winter ya northern hemisphere. Manake huku kwetu itakuwa ni summer. Ikiwa winter kwao this year mwaka hauishi, watakuja kwa update kitu kinaitwa looks. Airbnb looks homes ni nyumba ambazo wenyewe Airbnb wanakuja kuzidesign wenyewe.
zinakuja kukaguliwa na Airbnb, wanazikagua, wanazipa tag ya looks. Hii hawafanyagi online. Wameshaanza kufanya Nairobi na na Morocco na South Africa wanafanya hichi kitu. Naanza kuunderstand kwa nini wana step free access ni kitu gani? Kwa ajili ya walemavu. Okay, mimi nakuga na Google au na ask ChatGPT, step free ni kitu gani? Guest entrance wider than kwa ajili ya wale walemavu ambao wanakuwa na viti ili waweze kuingia kwa nyumba yangu vizuri. Nikivi add does it make me kwa mimi nitakuwa na more bookings? Yes. Okay, ngoja nitafute nyumba ambayo ina iko kitu. Disabled parking spot kwa ajili ya disabled. Step free bedroom. All these accessibility vitu kwa ajili ya walemavu. Ukivi add vitu maana wewe unajiongezea chances. Host language. Mimi kwenye ndani yangu nimeweka language 4 language nimeweka. 4 language nimeweka mimi ukiangalia kwenye ndani yangu. Kwenye my profile, my friends. Hisi na mtu mchezo. Mimi napenda kuelewa kitu. Mimi radhi hela itanikuta kwa baadaye, lakini nataka ni build a way ambayo nitaielewa BNB. Ndani na nje. Ona lugha zangu nilizoandika hapa. English, French, bonjour, ça va, et toi? Italian, buongiorno, tutto bene. Yaani kusalimia kule saa kunipiti. Swahili naongea. Review zangu mimi na review 5 star. Mimi nina review 5 star. Watu 13 people wameni review 5 star. Na host sasa hivi hii ni account yangu ya pili na account 3 za Airbnb. Hii ni account yangu ya pili. Guys, don't take this thing kawaida. Usichukulie kitu kawaida. Usichukulie Airbnb kawaida kabisa. Airbnb can make you a lot of money if you're serious. Hii ni income yangu tu kwa huu mwezi ambao ni mwezi mbovu. Ambao hii ni account yangu ya kuhost. Sio hata account yangu ambayo naweka nyumba zangu, ni account yangu ya kuhost. Na host na watu mpaka kuna wengine naogopa hata kushare hata mambo yao huku. Yaani kuna watu wakubwa na host ginao. Lakini top ya top na nyumba almost 70 ngapi 76. Wengine I even lose track sometimes of the nyumba. So sometimes I nazi drop, wengine wananikeraga naambia wewe nakuelekeza uelewi, naomba tuachane. 78 nimeadi moja leo, 2 niliadi jana. Guys, nyinyi mnapata assistance ya mtu anaweza kuelewa na ni Tanzania mwenzenu anataka kuwafundisha. Wa Kenya mimi nilimwaga material moja za dada moja anaitwa Cairo, coach Cairo. Kwa sababu siku hizi yuko Switzerland, nilioga na mzungu maskini. Hata afanyake tena hii biashara. Alinichajigi hela za Kitanzania 180 nikamtumia. Material zilikuwa ronya hata hazieleweki ni kitu gani. Nikalipa. 180 material nitumia hata hazieleweki. Sasa hivi they are outdated for me. Anyways, mimi nimeweza kuongea. Lakini kumbuka mteja wako akija hapa anachokifanya ni very simple, anaandika da. Kama ni mtu amekuja kwa ajili ya conference, I tell you guys this thing every day. People come to da for conferencing. Anakuja, I want a workstation. Dedicated workspace. Na hichi kitu watu wengi hamna. Watu wengi hamna kiti na meza kufanya kazi. Ukiangalia tu wateja wangu wote ambao nawafundisha, huyu dada anafanya naye. Mwana hapa Judith nipo. Yangu wote nawafundisha. Naambia breakfast na kitu kinaitwa dedicated workspace. Kiweke, my friend. This is what people are looking for when they are booking Dar es Salaam. Nanielewa vizuri jamani. Sio kama nanielewa, wengine mimi nakuwa kama mkali. Lakini ndio ujumbe unafika. Where's that breakfast amenity? It was right here. Oh yeah, here it is. Mimi watu wangu wote utawaona hapo breakfast. Utawaona nyumba hizi. Ndio nilikuwa nafanya naye. Sema sasa hivi amesha kwa spouse, nimeachana naye. Huyu naye tuko naye. Unaniona hapo. Huyu naye tuko naye. Hapo nyumba nitakuwa niweko yani primary host mimi. Huyu naye tuko naye. Huyu naye tuko naye, mlimwona saa ile. Jamani, huyu naye tuko naye. Wow, I love this house. It's cute. Huyu naye tuko naye. Huyu mama nilikuwa naye mama kwa beti. Ameshako spouse. Watu wengi sana wakishako spouse wana drop. Lakini wateja wangu utawaona breakfast hapo lazima niwaambie weka breakfast. Nikapewa doctor tunafanya naye.
So guys, I'm gonna leave you, but I wanted to show you one thing. Njoo adini amenities zenu hadi amenities za kutosha. Njoo kwa baadaye kuja ukasema jamani sionekani. Hadi amenities za kutosha. Add enough amenities. Watu wengi sana hapa kwenye amenities hamjui kuzi-add. Hamjui ku-add amenities. Mfano, kuna jambo linaitwa room darkening shades. Kama una zile pazia nyepesi, it counts as room darkening shades. Ticket. Resort access. Sema ipo kwa sababu Dar kuna mahoteli, Zanzibar kuna mahoteli, Arusha kuna mahoteli. Sema ipo lakini unasema it is available at extra cost. Private living room, no, private living room. Pool. I think there's a pool in that nani, sio ananiambia. No. Hiyo nyumba ina pool. Add vitu. Add vitu. As many as possible. Luggage drop off. Manake mtu akitaka kuacha mizigo anaweza anasema ndio. Room to stay allowed. Like access kitchenette. Kitchen kama una kitchen manake kitchenette ipo. Kwa sababu tofauti kati ya kitchen na kitchenette ni kwamba kitchen ina jiko la kupika. Kitchenette haina jiko, ina microwave. Unaweza tu ukapasha na kuna nini na ku freeze vitu, okay? Gym inasemaga ipo, nasemaga nearby, public or shared. So always tick gym ipo. Kama uko kwenye mji sema gym ipo. Extra pillows and blankets. Elevator, dryer. In unit. In building, sorry. Yes, you can have about extra cost hiyo. Sorry, hizi nyumba ya mtu kwa najaribu kukumbuka ni nyumba ambazo tuna manage. Ndio maana nakuwa kama najiuliza. Breakfast baby. Books and reading material. Hata boat slip kama uko kwenye mji ambao una bahari. Dar na Zanzibar, sema boat slip. So utakuuliza boat slip ni nini, utasema public. Kwa mfano hii nyumba iko Upanga. Upanga ni karibu sana hapa na beach. So mtu kama anakuja na boat yake kutoka Zanzibar na dock pale, boat slip ni place ya sorry, najua wengi tuna utajiri huo kujua vitu vya boat slip na skiing and what. It's okay. We'll get there, don't worry. But so boat slip ni sehemu ya kutua boti yako. Tu sehemu ya kutia nanga boti. Kwa wale ambao wanakuja na mayat na nini vitu kama hivyo. Board games, yeah, we did buy board games. Blender, yes, blender ipo. Blade liners. Beach access pia napenda kuitik kwamba ipo. Lakini nitasema kwamba we don't have a beach front. Manake hii nyumba haiko mbele exactly mbele ya beach. Lakini public, beach ni public na nitasave kama beach access. Kama uko kwenye mji ambao una beach. Uko Dar, uko Tanga, uko Zanzibar. Upo au kwenye sehemu ambapo kuna lake, sema yes kuna lake access, lakini utasema kwamba iko ni public, it's not kwamba it's directly. Backyard, barbecue grill, arcade games. Yeah, there's something I want to show you guys. I think ni pale kwenye gym. Gym. Tasema public. And then tasema nearby. Yes, kwa hiyo tick near gym, tick lake beach au lake access kama zipo. Tick nini tena kingine. Yes, tick hiyo vitu. Ni kama yani hata kama haviko ndani ya jengo, viko karibu, tick. Inasaidia na kufanya. Unakumbuka pale nilipokuonyesha pale kwenye wageni wanaofanyaga ile wanawachuja so na zilikuwa mwanzoni sasa na ngapi? Sasa kuja 49. Okay guys, bye. Sasa hivi ni usiku, nataka nilale lakini nataka
fokea kidogo. Guys, so kitu kingine kabla sijamaliza. Sisi tuna utaratibu wa ofisi. We operate as an office. So, unafill our form hapo chini. Kama umependa content yangu, like, subscribe, share. Watumie ndugu zako wale ambao wanapenda kupokea wageni wa kupigia simu, waambie kuna dada anafundisha vizuri. Lakini pia ukitaka kudili na sisi jamani, wewe fanya kitu kimoja. Jaza fomu yetu ya ofisi na tutakuhudumia vizuri. Tukishakuhudumia, ukishajaza fomu ya ofisi utalipa kwenye lipa namba ya ofisi ya kampuni. Tutakuassign tarehe ya kudili na wewe au tutadiscuss bwana siku gani niko free siku fulani. Okay, sawa. Poa. Unalipa. Kisha confirm sababu wateja wetu wote wanalipa kabla kwa ajili ya packages mbalimbali. Packages ya kuja ofisini, hapa Kijitonyama kuhudumiwa, au kuja kukagua kufanya Airbnb audit, au kubeba mimba zenu sasa ambazo mnakuja nazo ofisini kwetu, mnakuja na mimba maskini. Sorry jamani yani. Mpaka mmeongo na check hapa. Yani mnakuja na mimba. Kwa hiyo mimba inabidi izalishwe, ilelewe vizuri. Haina shida, lakini sasa fanya ndio wateja wetu nyie. Alafu kuna wanaokuja kwa ajili ya troubleshooting. Kuna wale ambao unakuta account yake ina shida, sio kafungiwa. Maskini mnakuwa mna shida nyinyi ndugu zanguni. Hiyo huduma ndio tunaifanya inaitwa Airbnb troubleshooting. Kwa watu ambao wanafungiwa nyumba zao, kwa watu ambao wana changamoto mbalimbali za kwenye account ya app ya Airbnb, sijui malipo yake hayajapokea, sio nini, hiyo nayo 100,000 tunachaji. Hamna huduma ya 50,000. Labda nikupende sana, tukuhurumie, nikujue umeani. Lakini bwana nyos, kiukweli hatupendagi ku discount kwa sababu kazi inakuwa ni kubwa sana kuliko hata malipo ambayo mnatoa. Okay, bye.